Jambo jambo jambo. Muko bien? Bwana wanakamata deja centre. Wanakamata centre, population yote na Sambarana bote la grande partie de la population est dirigée vers Chindubi parce que hakuna kisi bajidirige vers Garuliza, Chimbulungu, Moyange parce que bakajidirige kule kuna saa renfort itatoka Nzibira tumetena wanakimbia. Centre bote wanajidirige vers Chindubi, na wengine wanashuka wanaenda milima kama kule kwa mapori wanasambarana, donc wanakamata pale, wanakamata deja centre yote wazalendo banasambarana na banajikaza kama watu benye ba civile sine bagarso ba mu quartier tu, hawana ni formation militaire, hawana ni bunduki, hawana ni risasi. Arme na acha kazi yake alijipatiaka, na watu wanaanza kupata ovyo vivi. Karibu tena ndugu mtazamaji wa msikilizaji wa DRC News TV pale popote ulipo. Kwa wale ambao mnatufuata mkiwa barani Afrika tunasema ni karibu sana. Wale ambao mnatufuata mkiwa Asia, Marekani, wale ambao mnatufuata mkiwa Ulaya, Canada, Australia, hata na sehemu zingine tofauti, tunasema ni karibu tena kwa taarifa habari zetu za siku ya leo. Leo ni Jumapili tarehe 29 mwezi Juni ama mwezi wa 6 mwaka 2025. Pale ambapo tunakwenda kurudi kwa updates zetu za asubuhi ya leo, tukiangazia yale ambayo yanajiri kwa sasa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hata na nchi ya Kongo yote kwa ujumla. Pale ambapo kunaendelea operesheni kubwa sana kati ya kundi la waasi wa M23 na wale wote ambao wanaendelea kupigana kwa upande wa serikali ya nchi hiyo. Na hilo ni jeshi la Kongo ambalo limejulikana kwa jina la FARDC, likiendelea kuungwa mkono na makundi tofauti ya wazalendo, lakini pia na kikosi cha wanajeshi wengi waliotoka nchini Burundi ili kuambatana na jeshi la nchi hiyo kupigana na kundi hili la waasi wa M23. Na bila kuponda muda, nataka moja kwa moja turudi kwa update zetu za asubuhi ya leo, tukitizama jinsi hali ilivyo kwa sasa kwenye uwanja mapigano, pale ambapo mambo yaendelea kuchafuka na kuwa mbaya zaidi. Hapo ni katika mkoa wa Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, pale ambapo hapo jana kumeripotiwa mapigano makali sana sehemu nyingi tofauti, katika eneo la Luchuru, eneo la Masisi, eneo la Walungu na sehemu zingine tofauti, pale ambapo mambo yaendelea kuchafuka na kuwa mabaya zaidi. Lakini pia atakuja kuelekea kwenye meza ya mazungumzo, tukitizama jinsi hali ilivyo kwa sasa kati ya nchi hizi mbili, yani ni kati ya nchi ya Rwanda na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya kusaini mkataba wa amani mjini Washington nchini Marekani. Ilikuwa ni hapo juzi tarehe 27, pale ambapo nchi hizi mbili ziliweza kuelekea mjini humo na kuweza kusaini mkataba wa amani kati ya nchi hizi mbili. Baada ya kutoka kwenye ofisi yake, mwanaharakati wa Marekani ambaye anahusika na mambo ya kigeni Marco Rubio waliweza kuelekea kwenye ofisi yake rais wa nchi ya Marekani Donald Trump, pale ambapo aliweza kushukuru mambo hayo sana na akashukuru hatua ambayo imeweza kupigwa ya kuleta amani ya kudumu mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutakuja kurudi kwa baadhi ya maneno ambayo aliweza kuyaandika kwenye document hiyo ambapo aliweza kusaini ya mkataba huo, pale ambapo watu wengi wanaendelea kufanya confusion sana. Watu wanaendelea kufanya confusion sana wakidai kuwa kuna jeshi la nchi ya Rwanda ambalo linaenda kutoka sasa hivi mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulingana na mkataba huo ambao waliweza kusaini. Na wengine wanasema kuwa mambo ya M23 imekwisha kufika mwisho, lakini hakuna jambo lolote ambalo limekwisha kufanyika kwa upande wa M23. Na sasa hivi tunazungumza, hapo jana kumeshinda mapigano makali sana sehemu nyingi tofauti, kama jinsi tumejaribu kuelezea habari hizo hapo jana jioni. Na nataka moja kwa moja turudi kwenye update hizo za mapigano makali ambayo aliweza kuripotiwa katika eneo la Luchuru, eneo la Masisi, eneo la Walungu na sehemu zingine tofauti. Raforo zaendelea kupanda. Inasemekana kuwa hivi karibuni kuna mapigano makali ambayo yanakwenda kuibuka, sababu kwa pande zote mbili waendelea kuongeza wanajeshi kwenye mistari ya mapigano, na wengine wanaendelea kutuma vifaa vingi tofauti, akse nyingi tofauti, lakini sana sana ni akse Kamanyola, Uvira
na Axe Walikale, pale ambapo inasemekana kuwa wiki ambayo tunakwenda kuianza hapo kesho, inawezekana kuwa operesheni zitarudi tena kubwa sana tena kali. Lakini kabla tuelekee huko, nataka moja kwa moja tuanzie habari zetu kwenye uwanja wa mapigano mkoa wa Kivu Kaskazini, alafu kuja kuelekea mkoa wa Kivu Kusini. Hapo jana kumeshinda mapigano makali sana sehemu ambayo imejulikana kama Ruki katika eneo la Masisi, sehemu ambayo imejulikana kama Katovu, sehemu ambayo imejulikana kama Lemeka. Sehemu hizi tatu kumeripotiwa mapigano makali sana kati ya pande zote mbili. Kwanza masaa za asubuhi kumesikika mlio wa marisasi mengi ya silaha kubwa na ndogo. Mabomu na makombora vilikuwa ni vingi sana kati ya kundi hili la waasi wa M23 na makundi tofauti ya wazalendo ambao yanapatikana katika eneo hili la Masisi. Kwa sasa hivi sio rahisi kujua bila ya mapigano hayo, lakini ukweli ni kuwa mapigano haya yaliweza kuripotiwa kwenye vijiji hivi vitatu ambavyo tumevitaja. Tunapoendelea na habari zetu, nataka moja kwa moja tuendelee na mapigano makali ambayo yaliweza kuripotiwa katika eneo la Ruchuru, pale ambapo inasemekana kuwa kumeripotiwa operesheni ambayo sio ya kawaida hapo jana kati ya kundi la wazalendo ambalo limejulikana kwa la CMC ambalo linaongozwa na generali ambaye ni autoproclame Generali Dominique Ndaruhutse, pale ambapo aliweza kukabiliana vikali sana na kundi hilo wapiganaji wa M23. Hapo ni katika lokalite ama kijiji ambacho kimejulikana kama Birambizo ambacho kinapatikana katika grupema Bukombo. Hapo ni katika eneo la Luchuru. Kulingana na vyanzo vingi tofauti kutoka kwenye uwanja wa mapigano, inasemekana kuwa mapigano haya makali yaliweza kuripotiwa kati ya wazalendo na M23, lakini sana sana ni kundi hili la wazalendo ambalo linaongozwa na generali huyu ambaye tumemtaja, ambaye amejulikana kwa jina la Dominique Ndaruhutse, ambaye alikuwa ni kiongozi wa kundi la Kinyatura ambao amekuja kugeuka hapo baadaye wazalendo. Kumesikika mlio wa marisasi mengi sana, silaha kubwa na ndogo. Inasemekana kuwa wametumia mabomu makubwa na makombora. Mambo ilikuwa ni moto bila moshi. Kulingana na mmoja wa maraia ambao wanapatikana katika grupema hii ya Bukombo, aliweza kusema kuwa mambo ilikuwa ni mabaya sana autour du centre de Birambizo, jambo ambalo liweza kupuse ama liweza kusukuma raia wengi sana kuyahama makazi yao. Na habari ambayo tumezipata ndugu mtazamaji wa msikilizaji ni kuwa kundi hilo wapiganaji wa M23 zilipoelekea masaa za jioni walianza kuingia kwenye santre ya Birambizo, na Birambizo iliweza kuingia mikononi mwa kundi hilo wapiganaji wa M23. Kulingana hata na sauti hii ambayo mmesikiza hapo, ni kwenye santre ya Birambizo pale ambapo waliweza kuingia, na wazalendo baada ya moto mwingi sana waliweza kurudi nyuma na kuchomoa silaha zao. Huu ni ushuhuda mojawapo mwa raia ambao anapatikana sehemu hii. Amesema hivi: nous avons fui sans rien prendre, ilibidi tukimbie bila kuchukua chochote. Les balles sifflaient de partout, mlio wa marisasi ulikuwa mwingi sana sehemu zote. Nous sommes maintenant à Katsiru, sasa hivi tunazungumza tuko Katsiru. Mais nous ne savons pas jusque là à quand nous aurons la securite. Ndio mtazamaji wa msikilizaji, lakini akasema hadi sasa hatujui ni siku gani ambapo tutapata amani. Ni siku gani ambapo tutapata amani? Wakati ambapo mlio wa marisasi ulianza kuripotiwa makusikika, kila mtu alikuwa anakimbia bila kuchukua chochote. Alikuwa anajaribu kuokoa maisha yake na kukimbia kwa direction zingine tofauti. Sasa wananchi wanaendelea kujiswali, je, tulikuwa tumekwisha kuamini kuwa baada ya kusaini mkataba wa amani sasa hakuna mapigano mengine makali ama mapigano yoyote ambayo yataripotiwa tena? Lakini siku moja tu baada ya kusaini mkataba huo ama siku iliyofuata siku hiyo ya kusaini kwa mkataba, mapigano yaliweza kuripotiwa sehemu nyingi tofauti. Sasa wakongomani wanaanza kujiswali, je, mkataba huo utatusaidia nini? Mbona walikuwa wamesema kuwa katika mambo haya ambayo waliweza kuyatia sahihi ilikuwa neno pia la usitishwaji mapigano, cessez-le-feu global et immédiat, lakini bado operesheni zimeweza kuendelea Masisi, Ruchuru, Walungu na sehemu zingine tofauti. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, hapo ni baada ya siku chache tu mapigano makali mengine yalikuwa yameripotiwa katika eneo hili la Masisi.
sana sana sehemu ambayo imejulikana kama Kibirizi na Nyanzale, pale ambapo raia wengi sana walikuwa wamekimbia sehemu hizo wakitaka kuelekea sehemu zingine tofauti, lakini mambo mengine yaibuka tena hapo jana. Sasa raia wakosa wataelekea wapi, washindwe wapi, jambo ambalo limeleta wasiwasi mwingi sana kwa raia wakazi wa sehemu hizo. Hadi sasa hivi tunazungumza, tunajua bila ya mapigano hayo, lakini tunaendelea kufuatilia ukaribu operesheni zote ambazo zinaendelea. Tuko hapa ili tuendelee kukujuza ama kuletea habari za kweli kuhusu kila kitu ambacho kinaendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya matanga makubwa ambayo yamefanyika mjini Uvira ya jenerali ambaye alikuwa amejulikana kwa jina la Rukumeta Pierre, waliweza kumpea bibi yake pesa nyingi sana za kumpea pole na rambirambi kwa kumkosa mume wake ambaye alikuwa ni mfanyakazi kwa kundi hili la wazalendo, na alikuwa ni mtu wa maalum ambaye aliweza kutumikia nchi yake kulingana na jinsi wazalendo wametangaza pamoja na jeshi la Kongo. Lakini habari ambayo tumezipata ni kuwa baada ya kiongozi huyu ya mama huyu kupewa pesa hizo za pole ama za rambirambi, wazalendo alikuja kupita nyuma na kumnyang'anya pesa hizo. Hizo ni habari ambazo zimetufikia, ambazo tunaendelea kuzifuatilia tujue ni nini ilifanyika. Ni mtazamaji na msikilizaji, kumbuka kuwa wazalendo waendelea kuwa na kesi nyingi sana za uporaji wa mali na kunyanyasa raia. Mtu akionekana tu na pesa, huyo mtu wamemnyang'anya hata na kuua, wanaua. Tunapoendelea na habari zetu, tunarudi kwa operesheni ambayo imeripotiwa hapo jana tena. Ilikuwa ni hapo jana Jumamosi tarehe 28 mwezi wa Juni mwaka 2025 katika eneo la Walungu. Katika eneo la Walungu hapo jana kumeripotiwa mapigano makali ambayo yaliweza kusababisha kundi hili la wapiganaji wa M23 kudhibiti sehemu zingine ambazo zilikuwa mikononi mwa wazalendo pamoja na jeshi la Kongo, ikiwemo sehemu ambayo imejulikana kama Kaniola, sehemu ambayo imejulikana kama Burale, sehemu ambayo imejulikana kama Chihambe. Hapo ni ukielekea sehemu ambayo imejulikana kama Kankinda. Pale ambapo baada ya mapigano makali ambayo yameripotiwa kuanza asubuhi na mapema hapo jana, wapiganaji kutoka kundi hilo, wapiganaji wa M23 waliweza kukamata vijiji hivi ambavyo tumevitaja. Ndio mtazamaji wa msikilizaji, mambo sasa endelea kuchafuka na kuwa mabaya zaidi. Pale ambapo operesheni zaendelea kuripotiwa huku na kule, na bado ongezeko la wanajeshi likiendelea kushuhudiwa sehemu nyingi tofauti, ikisemekana kuwa wanakwenda kuanzisha operesheni nyingine kubwa ambayo itakuja kuwa ni kati ya pande zote mbili, na maybe sehemu zingine tofauti ambazo hazijakamatwa kwa sasa zitakuja kuwa ni target kubwa ya mapigano hayo makali ambayo yanaendelea kuibuka sasa mdogo mdogo huku na kule. Inasemekana kuwa wazalendo wengi wameanza kupanda kwenye milima mirefu ya Rurambo wakitaka kuharibu area yote ya Rurambo na kukamata sehemu hizo. Lakini pia wale ambao wanajulikana pale ambapo kumejulikana kama Bokoboko, kulikuwa na generali ambaye amejulikana kama Toronto, alikuwa amepanga operesheni kubwa sana, lakini wanajeshi kutoka nchini Burundi wamemkataza, amesema kuwa hawataki tena vita sehemu hiyo. Kumbuka kuwa sema Bokoboko ni sehemu ambapo wanajeshi kutoka nchini Burundi waliendelea kuprotege raia sana, na wanajeshi hawa wanashukuriwa na watu kutoka kabila la Nyamulenge wakisema kuwa wamefanya kazi nzuri hapa, hakuna jambo lolote mbaya. Waliendelea kupigania upande wa raia wakazi wa sehemu hizi. Pale ambapo Toronto alikuwa ameamua kwenda kupiga na kuharibu Bokoboko yote, na watu wote ambao wanapatikana huko waweze kuhama sehemu hizo na ziweze kukua ngome za wazalendo, waondoe Wanyamulenge wote ambao wanapatikana sehemu hizo. Lakini wapiganaji hao kutoka nchini Burundi waliweza kusema la, hatutakubali operesheni zingine kukuja sehemu hizi, mkikuja tutawapiga sisi wenyewe. Hii ni DRC.